Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, na kukaribisha tena kwenye habari zetu ambazo zimekita kambi. Na hivi leo ni kwamba women representative Gertrude Mbeyu'S amesema ya kwamba jana walipokuwa kule Shakahola, kuna viongozi ambao kuwa wanapewa nafasi kuingia kule na kuna wale ambao wanakatazwa kuingia mle, na amesema ya kwamba watu kwa hii nchi, watu kadhaa wakiona baba wanaona tu ni maandamano, lakini jana baba alikuwa ameenda pale kwa amani, alikuwa tu anataka kuona makaburi, na ni kweli kwamba watu wamezikwa pale. Pia Gertrude aliambia watu kuwa wakienda kuangalia wakati huyu Mackenzie alikuwa anaambia wanafunzi kuwa wasisome, kuwa mbinguni hakuna masomo. Actually this Mackenzie hata anafaa ahukumiwe kifo. Make alikuwa sijui naweza semaje, ana corrupt watu kiakili. Yaani kabisa unaambia mtoto asisome iti mbinguni hakuna masomo nini, lakini kwa kweli. Na unajua pia kwa saizi penye imefikia, these fake pastors, fake prophets, wanafaa actually watolewe tu, wawekwe tu kando, make they are corrupting people. Wako na evil minds zenye wanadanganya watu. Now for example, let me give out example for this Mackenzie. Nani hajaona what Mackenzie have done? Of course si Mackenzie aliwaua, but on the other hand Mackenzie anaenda peana advice. Na me I'm just wondering, how comes Mackenzie ana convince watu? Yaani mimi kama mimi mwenyewe Mackenzie haizi kuniconvince kabisa hizi ni fast 40 days. Who me? How can I even shindana with God? Mungu alienda aka fast for 40 days. Mimi mwanadamu wa kawaida niende ni fast 40 days. Mbona Mackenzie haku fast for 40 days? Why? Unajua angekuwa mtu mzuri ama angekuwa pastor mzuri, pia yeye angeenda kule akae nao mpaka 40 days ishe arudi nao. Lakini yeye mwenyewe alikuwa kule nyumbani, alikuwa ana relax, anakunywa maji yake, anakula chakula chake, alafu niambie eti sasa eti huyo ni pastor. That guy is not a pastor. That guy, I think he is sent by a certain spirit kumaliza tu watu, because it's not, si kawaida, yani si kawaida. On the other time I told you my people that mimi kama pastor wangu personally, akitaka youths wa fast, we always fast together. Paka yana kuaga kama tunaenda siku 4 zote, sisi sote tunaenda 4. Hakuna yule ambaye anabaki nyuma, hakuna eti yeye anasema wacha aende au ni youths for youths wacha fast kivyao. Are you fasting youths? Yes, let's fast together. Hakuna hata mtu mmoja. Lakini uniambie, yani mimi kama siku 2 ndo natoa macho nje, 40 days will I be alive? Si nitakuwa nimekaa kama kitu kingine? So I don't know how actually Azimio people are very, me acha niseme Azimio people, because naona these UDA people hata washtuki, wanaona kitu ya kawaida. Azimio people are really mad at them. Mimi siwezi kuconvincewa na hiyo that spirit. I can't. I don't want that spirit, na naikemea kwa jina la Yesu. That is not. Alafu waliona ni kama baba akienda huko kuna nini fulani anaweza toa information fulani, so that's why wakamkataza kuingia kule. And as you can listen to this woman of Kilifi County, anasema jana aliongea, hajawahi ongea vile. Jana aliongea kwa machungu. Na actually if you can see again the video ya baba jana baba alikuwa very calm, alikuwa cool, hakuwa anataka kuongea. Okay, aliongea tu kidogo, ile tu hasira ya juju, but si kama ile ambaye alikatazwa kule asiingie kuona Matiang'i. Ile ilikuwa ni more ya jana tu, alikuwa yani akisema tu ya juju, alikuwa ametulia. But let me tell you my people, you know baba amepigania nchi. Unajua tena ukijaribu kuangalia, kwani hizo kabila zingine haziwezi chukua ushindani? Let me say the Luos, the Kisis, the what? The Kambas, the Masais. Kwani hawezi chukua hii uongozi? Lazima ikani Wakale na Wakikuyu. Kasi sijakataa pande ya Wakikuyu. But these two tribes imagine ndo wanaongoza. Why? And then you come here telling me, oh, baba ni mbaya, oh, nini. Baba is not a bad. Okay, actually hakuna mtu mzuri kwa hii dunia na hakuna mtu mbaya. This is what it could be the same.
Dhambi zote ukienda kuhesabiwa uambiwe eti dhambi ulifanya kubwa sana, hii nyingine ukafanya kidogo. No. The same. But anyway, let God judge. Asante Mheshimiwa Ken Chonga, mbunge wa hapa. Afera Rose, Bwana Yesu asifiwe. Pale ulipo sifu Bwana, mzee Danieli hawezi sifu tena. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mbeyu'S, bunge wa jimbo la Kilifi ndani ya bunge la kitaifa. Kwa niaba ya familia yangu, viongozi kina mama wa Kilifi, naleta rambirambi kwa familia kubwa ya Chonyi yote Kenya nzima. Tuwe pole sote. Mzee amelala. Jiulize wewe ukilala kama mwanangu na mama Dani, utaenda wapi? Ukilala katika umri wake, utatajwa kwa yapi? Nimesoma historia ya mzee alivyopigania uhuru mpaka akakubali kufungwa akiwa na babu yetu Jaramogi Odinga. Wewe utatajwa kwa yapi ukilala kama mzee? Uongozi, baba tuko hapa na wewe. Mimi nataka kukushukuru zaidi. Umeanza kuomboleza na sisi tangu jana asubuhi. Tukaenda na wewe Shakahola ukataka kuomboleza. Serikali walivyo kuogopa. Wanavyo kuogopa baba Raila Odinga. Wakikuona wewe wanaona maandamano baba, wakafikiri wenda fanya maandamano kule makaburini. Washindwe katika jina la Yesu. Baba alikuja kuomboleza na sisi. Alikuwa anaenda fanya maandamano kule kaburini, kwani alikuwa anaenda kufua wale wafuao. Mkiona baba mshasheki serikali. Akiingia pahali kwa amani mshataharuki, hamjui mfanye nini. Nilizungumza mengi sana jana kule Shakahola. Baba karibu uomboleze na kakako, babako. Muliishi nyote katika jamii yenu, katika chama cha mzee. Na sisi tukushukuru sana. Umeacha kazi zako zote ambazo zinakuhitaji hapa Kenya nzima. Umekaa na sisi tangu jana kwa sababu ya maafa. Mungu akujalie. Nguvu hizi uko nazo, baba, Mungu aweze kukuwajalia zaidi. Hivi vita ambao unapigania, hasa ya sisi wanyonge wa Azimio, uweze kuziendeleza mpaka dakika ya mwisho. Tumeona mengi, viongozi wetu wameshikwa hawa. Wakikufuata wewe katika maandamano, hawatakoma hawa. Tuko nao hawa serikali mpaka watambue ukweli. 8.1 votes. Waseme wasemayo, sava hawatazifungua maana washa distract baba. Wale watu wao wale walirudi humu Kenya. Lakini baraka ziko pale zako kutoka pale mbinguni. Sisi tukutegemea. Maisha yamekuwa magumu baba, na hawa viongozi hawakuwa tayari na huu uongozi. Kila kitu kimewashinda. Wanaanza kuingilia vitu vingine vidogo vidogo havijulikani. Watu wanaumia njaa. Wanahusika na wale watu walienda wakafunga pale wakaone Yesu. Maana hawa watu walikuwa wanaumia na njaa, wakaona bahamafe, wakamwona Yesu kimbere. Huyu Mackenzie, Ibilisi Mackenzie, ambao ni mshirika wenu, Mungu kitageuka hichi kigogo kwake. Wale watu baba wako pale Shakahola ni wengi sana. Tuliambiwa jana pale katika ile hafla ya maombi. Ile shamba yote ni makaburi. Hii story ilianza kitambo. Na mimi nilisema, DCI walikuwa wapi? NIC walikuwa wapi? NSAS walikuwa wapi? Lipo kasema, mbona saizi wanakataza viongozi kuingia pale? Ni nini? Baba leo ni mpole mimi. Uliona jana, leo ni mpole. Kwazi wanakuogopa. Wanajua utasema ukweli. Waziko kuogopa hawa, maana chuma chao kumotoni. Wa Kilifi
tuumia kweli, njaa, lakini nawaomba watoto wetu waende shule. Mahubiri wa uongo tuwakatae. Makenzi alikuwa anaambia watoto wasisome, mbinguni hakuna elimu. Tuliambiwa Yesu atarudi mara ya pili. Makenzi anaambia watu wamfuate Yesu. We mtungana hiko ye Yesu ye Makenzi tuamba atu wamtue. Njira hiyo rekwenda mona ye Yesu tawamba atu wafunge vende bakamone. Makenzi kushindwa na ashindwe. Makenzi kumala kushindwa na ashindwe. Aibu sana. Viongozi wa kanisa wako hapa. Viongozi wa kanisa tuko nao. Wanahubiri Injili. Kakangu Jumangao yuko hapa. Aeleze Qur'an na aeleze Biblia. Yesu atarudi mara ya pili. Ye wamba we mtungana kuko tatuvende bakamone kisha yeye andafa mwisho. Ndo akonane na ye Yesu. Shetani si shetani yuno. Ni ibilisi si ibilisi. Baba karibu omboleze nasi familia ya mzee wangu Daniel. Baba melala, amemaliza kazi. Tumkumbuke kwa yale mazuri aliyofanya ya Kenya nzima, Kilifi na Chonyi. Na Mungu ailaze roho ya mzee Daniel Machiru Korokoro mahali pema peponi. Asanteni. Amina.